masikio ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna masikio ya kiroho. Sasa sikio kazi yake ni kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda wao sasa kitabu cha Ufunuo 1:9-11. Utajifunza kitu hapa. Haleluya. Alikuwa katika roho akasikia. Bwana Yesu asifiwe. Hilo kisiwa cha Patmo akasikia kupitia nini? Akiwa katika roho alisikia, alikuwa na masikio ya kiroho kusikia. Haleluya. Kwa masikio ya kiroho yalisikia. Na mtu huyu masikio yake yalikuwa yamefumbuka. Kwa hiyo mimi hawezi kusikia wale masikio yamesibwa. Haleluya. Mungu anakuita usikii wala hauelewi kwa sababu sikio lako limeziba, halisikii. Kwa leo tunamwomba Mungu azibue masikio yetu, maana milango ya fahamu tuko nayo. Lazima vyote vizibuke, vianze kutenda kazi kwa ajili ya mapenzi ya Baba mbinguni. Haleluya. Ziko siri zimejificha hatuelewi. Lazima kuanzia sasa tuanze kuona tukitumia milango ya fahamu ya kiroho katika kufanikisha utumishi wetu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tukimtukuza Mungu kila mahali na kila sehemu. Haleluya. Haleluya. Kwa hapa pointi hapa ni kwamba Mungu wetu wa mbinguni azibue masikio yasikie, afumbue macho yapate kuona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana vyote tuko navyo. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Pia kuna ulimi. Haleluya. Ulimi kazi yake si ni kuonja. Bwana Yesu asifiwe. Si ni kuonja ladha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda wao wa kitabu cha Ezekieli 3:3. Kwamba gombo alilia gombo. Gombo ni neno la Mungu. Kwamba amekula gombo. Haleluya. Na lilikuwa nini? Tamu. Utamu kama nini? Asali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa amekula gombo. Gombo kama alafu akaona kuna ladha ya utamu kama asali. Kwa maana kwamba kumbe kuna neno la Mungu linakuwa tamu, lakini utamu huu kuna ulimi wa kiroho. Unaposoma Biblia kuna ladha unafarijika nayo, lakini ladha ni kama ulimi wa kiroho. Haleluya. Unapoile ladha ya kulisikia utamu wa neno la Mungu ni ile ladha, sasa ni ulimi wa kiroho kwa maana nyingine. Haleluya. Kwa maana pia ni mlango wa fahamu kwa namna ya kiroho. Bwana Yesu ambao kazi yake ni ladha. Kama ladha ya chakula unaona ni tamu au ni chungu, pia katika ulimwengu wa roho kuna ladha ambayo ulimi unafanya kazi ya kutest au kupata ladha. Bwana Yesu asifiwe jamani. Kwa ulimi wa kiroho kwamba alikula gombo, lilikuwa tamu, utamu kama nini? Asali. Ulimi ulifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna ulimi wa kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ulimi wa harufu. Kupata harufu, kujua harufu ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kunusa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kiungo cha wanadamu kifanyacho kazi ya kunusa, ambao ni pua. Ndugu yangu, kama uonavyo pua hizi zinavonusa. Umekutembea na mtu sema hapa kuna nyoka yuko hapa. Unasikia harufu ya nyoka? Baada ya ameungulia. Amenusa kupitia pua, amenusa. Pua zimenusa. Haleluya. Na ndivyo hivyo pia kwa maisha ya kiroho. Pua za kiroho tuko nazo. Bwana Yesu asifiwe jamani. Wakorintho wa pili 2:16. Hapo unajifunza vitu viwili. Kuna harufu ya mauti iletayo nini? Mauti. Kuna harufu ya uzima iletayo nini? Uzima. Aroma of death leading to death and aroma of life leading to life. Kwamba kuna harufu, ile harufu ya mauti iletayo nini? Mauti. Na harufu ya uzima iletayo nini? Uzima. Kumbe najifunza hapa, kumbe kazi ya pua ni kunusa. Pua zinafanya kazi ya kunusa na kuelewa kipi ambacho kimemzingira kwa upande huo. Haleluya. Na ajihami kwa namna gani. Kwa pua zetu zizibuke, zianze kunusa vizuri. Na ndio maana hizo pua za
tatizo letu la kutokunusa. Kwa hata mtu akiwa hanusi, watu wanampenda kumtibu, na ndivyo ambavyo hata sisi binadamu tuna pua za kiroho ambazo lazima zianze kunusa, na zile zinanusa. Zisiponusa tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa harufu ya mauti ni mauti, harufu ya uzima ni uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyo, Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ujue kwamba harufu hizi hapa, pua inafanya kazi ya kunusa. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya kazi ya kunusa kanisa. Lakini pia nimalizie na kiungo cha mwisho au mlango wa fahamu wa mwisho ambao ni ngozi. Bwana Yesu, ni ngozi. Ngozi kazi yake kuna ukigusa unahisi. Kwa hapa kazi ya ngozi ni kuhisi. Kazi ya ngozi ni kugusa. Haleluya. Sasa huu mlango wa fahamu wa ngozi pia una kazi yake. Kwa muda unasoma kitabu cha Luka 8:43-46 kwa habari ya yule mwanamke ayatokwa damu miaka mingapi? 12. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hapo mkongamano wa watu wengi, Yesu akasema, nani amenigusa? Nani amenigusa? Walikuwa watu wengi. Tena msongamano wa watu wengi. Lakini Yesu akauliza akasema, nani amenigusa? Petro akajibu, Bwana mkubwa, hapa kuna watu wengi. Kuna watu wengi wametuzunguka. Kuguswa jambo la kawaida. Haleluya. Lakini asema kuna mtu amenigusa. Huyu mama alimgusa Yesu kwa namna imani. Haleluya. Alimgusa kwa imani. Aligusa pindo la Yesu kwa imani. Alimgusa kwa imani. Haleluya. Imani ilimgusa Yesu. Yesu sasa ninaona nguvu zangu zimepungua. Zimechukuliwa. Walikuwa watu wengi, lakini hawakuamini kama yule mama alivyoamini. Nguvu zake zilipungua kwa yule mama alimgusa Yesu kwa imani. Haleluya. Walikuwa wako wengi, lakini huyu mama inasema alimgusa. Anaanza rohoni. Mambo ya kimwili haya ni kopi ya mambo ya rohoni. Kwa kila mtu leo anahitaji kujua ya kwamba tunapaswa kumgusa Mungu. Kumgusa nani? Mungu kwa namna ya kiroho, kwa imani. Imani yako inapokuwa kubwa zaidi inamgusa ni Mungu. Kwa hiyo mama alimgusa Yesu kupitia mlango wa fahamu wa ngozi. Yesu alikuwa anasema kwamba Yesu ngozi za kiroho. Alikuwa kwa namna moja au nyingine kwa namna ya kiroho. Haleluya. Kwa hiyo vitu hivi vizingatiwe na tuvielewe. Sawa kanisa, tuvielewe. Kwamba kuna mlango ya fahamu mitano ya kiroho, kuna milango mitano ya fahamu ya kimwili. Haleluya. Kwa hiyo ujue kwamba mambo yote uyaonayo leo, unayaona kwenye ulimwengu wa damu na nyama, vilitokana na vitu ambavyo havionekani. Haleluya. Kaa katika nyumba ya waasi ambao wana macho lakini hawaoni. Wana nini? Wana macho. Bwana Yesu asifiwe, lakini hawaoni. Wana masikio lakini hawasikii. Haleluya. Hata ukifikiria kuhusu macho ya damu na nyama huwezi kuelewa, lakini macho yanayozungumziwa ni macho ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kuna macho ya kiroho. Sasa na ndio kumbe kuna watu wote duniani, watu wote duniani wana macho. Waasi na wasio nini? Asi. Wote wana macho, wana milango ya fahamu. Huo ni uumbaji. Kwenye ulimwengu wa roho, kila mwanadamu ana macho ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unajua macho ya kiroho sio kwamba ukiokoka unapata macho. Nipe macho nione. Hapana. Yaani unazungumzia macho ya kiroho, kila mtu ako nayo. Ila macho yale yanakuwa yametiwa nini? Giza. Bwana Yesu asifiwe. Yale macho yanakuwa yametiwa giza, maana anakuwa mtu ni kipofu, haoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa macho ya rohoni yanatiwa giza, ila kila mtu ako na macho.
Kila mtu ana macho. Bwana Yesu asifiwe. Ana macho lakini hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mna macho lakini hamuoni. Tuna macho lakini hatuoni. Macho tunayo lakini yametiwa nini? Giza. Dhambi inatia giza. Dhambi inaleta nini? Giza, tushindwe kuona. Kwa hiyo dhambi inaleta ukipofu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini macho tuko nayo ila yametiwa nini? Giza. Na ndio maana kuna wimbo moja sio bwana ukosoa vibaya. Nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa sawa. Nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa sawa. Ukisema nipe macho ina maana kwamba ulikuwa una macho. Lakini macho ulikuwa nayo. Yamkini angeimba hivi. Nifumbulie macho nione. Macho nifumbulie macho nione. Sawa sawa. Kwa maana kwamba macho ninayo, Mungu nifumbulie macho nione. Ukisema nipe macho, ulikuwa huna macho kabisa. Kwa si maana na mkrashi ule mtumishi, hapana. Ni kwamba katika hali mambo ya kiufundi kuna engo inaweza siwe sawa, lakini ukisoma kitabu kile cha Waefeso 1:18, macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru, mpate kujua utajiri ambao Mungu amewapa, au utukufu. Haleluya. Mtume Paulo anawaambia Waefeso, macho ya mioyoni mwenu, macho ya mioyoni mwenu yatiwe nini? Nuru. Kwani yatiwe ni nuru? Yanatiwa nuru kwa sababu yametiwa nini? Giza. Haleluya. Kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru. Nyumba ya watu walioasi, watu ambao wana macho lakini hawaoni. Kwa nyumba ya watu wenyewe ni waasi lakini wana macho lakini hawaoni. Kuwe macho wako nayo lakini shida ni kuona, ni vipofu. Macho yametiwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna watu ambao leo tunawaona hawaoni kwa sababu macho yao yametiwa nini? Giza. Dhambi ni mbaya. Kwa hiyo ukimchukia adui yako, bila sababu ukimchukia ndugu yako, tayari unakuwa kipofu, unakuwa gizani. Kwa hata chuki ni dhambi. Haleluya. Kwa hiyo unakuwa unazuia macho kuona. Kwa hiyo pointi hapa unayojifunza, kumbe kuna macho ya kiroho. Kumbe hapa tunazungumzia kwamba macho yenu ya mioyo yenu yatiwe nuru. Watia nuru mahali ambapo pana giza. Kwa hiyo tumekuwa vipofu, hatuoni kwa sababu macho yametiwa nini? Giza. Kwa hiyo hapo tunaomba Mungu atufumbulie nini? Macho yapate kuona. Kwa hiyo nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa sawa. Kwa hiyo pale anasema nifumbulie macho nione sawa sawa. Nifumbulie macho nione, kwa maana macho niko nayo lakini nataka yafumbuke yaanze kuona. Haleluya. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kuelewa. Kwa hiyo macho yetu leo yasibuke yaanze kuona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni namna ambapo tunaweza kuomba Mungu macho yetu yaanze kufumbuka, yaanze kuona. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hata yule mfanyakazi, ule mtumishi wa Elisha, kama mnajua Biblia, ambaye alipotoka nje asubuhi akaona maadui wamezingira ule mji wa Elisha, au yale makao ya Elisha. Ule mfanyakazi au kijakazi, baada ya kuona vile, alitaharuki moyoni mwake, akaogopa. Akaenda ndani kwa Elisha akamwambia, bwana wangu, tufanye nini? Maana huko hali ni mbaya, kuna maadui wametuzingira, tena wamejipanga. Ile habari kwa mbele ya Elisha haikumtisha kabisa. Akamwambia, walioko upande wetu ni wengi kuliko upande wao. Kwamba upande wetu tumezingirwa na jeshi kubwa kuliko wao. Maana hapo inasema kwamba Elisha akamuomba Mungu amfumbulie yule mfanyakazi wake macho. Akamuomba Mungu amfumbulie yule mfanyakazi wake macho apate kuona jinsi ambavyo tunalindwa. Haleluya. Ndipo alipomuomba Mungu, macho ya yule mfanyakazi au mtumishi yakaanza kuona pale. Akaona kilima kimejaa farasi.
umeona, na magari ya moto. Lakini baada akaona duka Elisha kwa akagundua kwamba kumbe tunalindwa na nguvu za Mungu, tuna kikosi kikubwa. Lakini huyu mtumishi alikuwa na macho, lakini macho yale yaitiwa nini? Giza. Alikuwa hakuweza kuona ya ulinzi wa Mungu au neema ya Mungu inayowazingira pande zote, au utajiri wa Mungu ambao ako nao. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukawa unaishi duniani hapa, ukawa unaishi tu, lakini kumbe hujui jinsi Mungu ambavyo anakupigania, kwa sababu umekosa nini? Macho ya kuona. Yaani unakumani macho yako uko nayo, lakini yamepiga upofu, umeshindwa kuelewa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu leo tutamuomba Mungu atupe neema, atufungulie macho tuanze kuona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tumekosa moyo wa shukrani kwa sababu hatuna macho ya kuona. Tumekosa moyo wa kumshukuru sababu tumekosa yale macho ya kuona jinsi gani Mungu anatulinda. Tunaenda kwa waganga kutangatanga huku na kule, kuhangaika, kuteseka, na hatuna utulivu kwa sababu hatuna macho ya kuona jinsi ambavyo Mungu halali wala sinzii akitulinda sisi wanadamu. Tumekosa macho, tumekosa kujua utajiri ambao Mungu ametupa mbele yetu, ulinzi na kikosi kikubwa ambacho Mungu ametupa juu ya maisha. Tumekosa. Sasa macho yazibuke, macho yafumbuke, yaanze kuona. Kwa Mungu nifumbulie macho nione. Haleluya. Mungu akufumbulie nini? Macho. Akufumbulie macho pate kuona yale ambayo Mungu anakutendea.